Kwa kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea tumekuja kuwashukuru na kuwapongeza. Hayo matumizi ya mbolea yanaenda sambamba na hali ya uzalishaji. Mtakumbuka hapa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Njombe DC amesema nyinyi ndio mnakomboa jahazi la halmashauri ya Njombe. Kwa maana kupitia shughuli za kiuchumi mnazozifanya, uzalishaji wa mazao ya viazi, uzalishaji wa mazao ya mahindi, uzalishaji wa zao la parachichi, hiyo ndio inapelekea hata halmashauri inapata mapato. Sasa sisi kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea ambao ni taasisi iko chini ya Wizara ya Kilimo yenye majukumu ya msingi ya kusimamia na kudhibiti ubora wa mbolea nchini, tukaona ni vema tuje Mtwango au mkoa wa Njombe. Jana tulikuwa Njombe mji, leo tuko Njombe vijijini. Lengo kubwa ni kujifunza kutoka kwa wakulima, kwa sababu nyie ni watumiaji wazuri wa mbolea. Lazima tuje tujifunze mnafanyeje ili kuongeza tija ya uzalishaji. Ili katika ile mipango yetu ambayo tunapanga na kusimamia, tutakuwa tunapanga vema kulingana na mahitaji na matakwa ya wakulima wetu. Kwa hiyo hicho ndio kilichotuleta. Naomba mjipigie makofi kwa kuwa wazalishaji wazuri. Kama mamlaka ya udhibiti wa mbolea, tunafahamu serikali sasa hivi inatekeleza mpango wa ruzuku. Wote si mnafahamu Wangapi wamesajiliwa na ana namba za kununua mbolea? Wanyoshe mikono. Yupo ambaye hana namba? Yupo ambaye hana namba kabisa? Kama yupo, tunaweza tukatoa huduma hapa tukamsajili, na kwa afisa kilimo pale yupo, atakupa huduma ya kusajili na utapata namba yako pale pale. Kingine, kama wewe tunatambua ni mkulima mkubwa wa viazi, wa parachichi, wa mahindi, unaweza kukuta mnalima zaidi ya mara moja kwa msimu wa kilimo. Ile namba yako ulijiandikisha labda ekari moja, nakuta haitoshi, au umejiandikisha eka mbili haitoshi. Tunasema unaweza ukahuisha taarifa zako za kilimo ili uweze kupata pembejeo kulingana na mahitaji yako. Tumeelewana na Mtwango? Kwa kama kuna mtu ana hiyo changamoto, na yeye anaweza kaenda pale kwa afisa kilimo akaongeza ile eneo lake la uzalishaji. Lakini tunataka lile unalotumia kwa kilimo. Sio kwamba eti kwa sababu unamiliki ekari 10 za misitu unazenyewe ukaziingiza pale. Hapa nataka lile unalotumia kwa uzalishaji kwa msimu husika. Kwa tutaenda pale, tutahusisha. Cha pili, kwenye utekelezaji wa mpango wa ruzuku, ile namba ya kununulia mbolea ndio hiyo inatumika katika kununua mbegu za ruzuku. Tumesikia serikali inatoa mbolea na mbegu za ruzuku za mahindi, si ndio? Sasa hiyo namba ukishajisajili ndio hiyo utatumia katika kufanikisha ununuzi wa mbegu pamoja na hiyo mbolea. Naitwa Ambrose Minuka, ni afisa kilimo kutoka halmashauri ya wilaya Njombe, au wengine wanasema Njombe DC. Mimi pia ni mbali na kuwa afisa kilimo, ni mpimaji wa afya ya udongo. Na lengo la kupima afya ya udongo kwa wakulima ni mambo mawili ya msingi. La kwanza ni kutambua udongo una nini kwenye swala la rutuba. Cha pili, kuweza kupata hali halisi ya matumizi ya mbolea, matumizi sahihi ya mbolea. Mbolea kiasi gani, kuweka kwa wakati gani, na kuweka kwa kiasi kwa kiwango gani, na mbolea aina gani. Kwa hivyo vitu viwili vya msingi. Cha kwanza kutambua rutuba ya udongo, iliyoko kwa rutuba kwenye udongo. Ya pili ni matumizi sahihi ya mbolea. Wizara ya Kilimo ndio waliwezesha hizi skana au vipima udongo kwa ajili ya kuwapimia udongo bure wakulima bila gharama yoyote. Na mafanikio ambayo tumefanya mpaka sasa hivi, kwenye halmashauri tumepima karibu wakulima zaidi ya 700 toka tumeanza mwaka juzi. Ila kidogo mwaka juzi kidogo kulikuwa kuna changamoto ya mfuko, lakini kuanzia mwaka jana hali imekuwa nzuri. Matokeo ya vipimo yanashauri kila kitu. Yanashauri matumizi ya samadi, yanashauri matumizi ya chokaa ya kilimo, na matumizi ya aina na kiasi cha mbolea inayohitajika kutokana na vipimo vingine kwenye udongo. Kwa majina naitwa Rehema Elieza Ngebe kutoka Sovi. Nimepima afya ya udongo. Shamba langu lina eka 1. Kwanza kipato chake kilikuwa kimeshuka. Nikapima afya ya udongo, nikashauriwa kwingine niongeze chokaa. Nikaongeza. Baada ya kuongeza, mafanikio yamekuwa makubwa zaidi kuliko ilivyokuwa mara ya kwanza. Na katika kipande kile ambacho nimeongeza kinatoa mafanikio makubwa zaidi kuliko kule ambako sijaongeza. Lakini mafanikio ya upimaji wa udongo nimeona yanaleta faida kubwa sana.
Faida ya kwanza mimi nilichofanikiwa kupata mazao mengi. Maana ile shamba limezalisha gunia 100, debe 160. Ambapo nilikuwa napata 70, 50. Ila sasa kipato kimeongezeka. Kwa hiyo na shauri hata wakulima wengine wapime udongo. Ukishapima udongo ukijua upungufu wa udongo ule au virutubisho vimepungua kiasi gani, utakuwa na sababu ya kujivunia, kwa sababu unakuwa unajua uongeze nini au upunguze nini. Hata mbolea utatumia kwa sahihi, kwa sababu unajua itumike kiasi gani kulingana na udongo wako ulivyo. Hizo ni Wilberforce Mwani na natoka kijiji cha Sovi, ni mkulima wa zao la mahindi na viazi. Kwanza kabisa nimeshawishika baada ya kupata habari kwamba kuna kupima afya ya udongo. Baada ya kukuta na ninalima mazao haya mawili ya mahindi na viazi bila kujua udongo wangu na una virutubisho vya namna gani. Kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa ninalima bila kuelewa, nilikuwa ninaweka mbolea bila kujua kwamba kiasi cha mbolea nitaweka kiasi gani. Baada ya kupata na baada ya kuona vile, baada ya kupata sasa elimu ya kusema kwamba kuna kupima afya ya udongo, ndipo hamasika kuja kupima afya ya udongo. Na nimepima afya ya udongo ili kutambua udongo wangu na una virutubisho vya namna gani, ili niweze kutumia mbolea kwa kipimo sahihi na mbolea sahihi kwenye mazao yangu ya viazi na mahindi. Hicho ndicho kilichonisukuma mimi. Kwa kinanipa hasara kwa sababu na nilikuwa ninatumia mbolea nyingi, kwa sababu na nilikuwa nisielewi kwamba ardhi ile ina virutubisho vya namna gani au udongo ule na una tindikali kwa namna ipi. Kwa hiyo na nilikuwa ninajikuta na ninatumia kwenye viazi mifuko 9 ya mbolea bila kujua kwamba hii mifuko 9 ndiyo inayotakiwa kutumia kwa maelekezo ya wataalamu. Lakini kwa sababu saa hizi nimeshapima afya ya udongo, ninajua kabisa kwamba nitakwenda kutumia mbolea kwa kiwango sahihi na kwa matumizi sahihi.